Rekei tuikare thi. Tukwenda guthie mbere ya Ngai na njira ya mahoya. Rekei tuhoe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele yako adhuhuri ya leo tukisema ni asante sababu ya wema wako na fadhili zako. Jina lako liinuliwe kuliko majina mengine yote duniani na hata mbinguni. Ni asante sababu ya wakati huu ambao umetuandalia ndio tukutane mahali hapa. Na ndio Bwana, tulete ujumbe wako vile ambavyo wewe mwenyewe ungetaka. Naomba ya kwamba Bwana nihuishe na Roho wako Mtakatifu, ndio niweze kunena mawazo yako kama vile ungependa siku ya leo. Tuomba ya kwamba tutayarishe, Mungu wa Israeli, na ndio hata tunaposikia neno lako lipate kufanya kazi ndani ya mioyo yetu. Mungu mwema, ni asante sababu ya wakati huu. Twajiachilia kwako tukiamini Baba umesikia maombi ya imani, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Nataka kuchukua fursa hii kwanza nijulishe nyinyi majina yangu. Naitwa Winnie Nyagothie wa Ndungu, na ninampenda Yesu kama Mwokozi na rafiki wa maisha yangu. Na ninafurahi kwa sababu ya wakati huu hata kuona vile ambavyo Mungu anaweza kubadilisha hali ya mtu ya maisha. Kwa hivyo haijalishi umesukumwa mpaka wapi na shetani, lakini sauti ni kwamba kuna jambo lipya linaweza fanyika, na haijalishi ni mwisho gani umefikishwa, but God is able to bring it again ndio uweze kuishi. Nataka kukaribisha Her Excellency sana hapa kwetu. Karibu sana, tunanyenyekea sana. When we see you, we know that you are very busy, lakini you had to reorganize your work and be with us. We feel very honored and feel at the right place. I also want to welcome our moderator, though hapa ni kwake. Sikia uko mahali pasawa, naye Mungu atatubariki. Nataka kuingia kwa neno la Mungu, lakini kabla niingie kwa the text itself, I want to talk about the program ambayo tunafanya hapa kwa hii kanisa, tukisaidiana sana na group ya pastors ambao wanaitwa APEC. Because when it comes to community issues, we cannot manage to do it alone. So tumeshikana tukiwa wachungaji wa makanisa yote, na katika huo muungano mimi ndiye treasurer wa hii Ngewa ward, na naona tuko na wachungaji wetu wengi hapa. Wakati wa kuwatambua utafika, lakini sisi wenye wako na class saa hii is under PCA Nyaga Parish, na hiyo ndio yenye hii class yenye Fidelis na Kihara wametoka. Her Excellency, we are very very happy to be able to do this work. It is a tedious work, lakini tulijitolea kimhanga, na tukasema tukiwa parish ya Nyaga tutajaribu tuwezavyo, na ndio hii kazi ifanyike. Kuna mambo manne ambayo tunahitaji kufanya kwa classes. Maundu mana maria matuteithagia nigetha tuhote kurutira anake acio na airetu wira. Undu wa mbere uria uteithitie muno, that is the first approach that we use. Ya mbere ni kuria. We eat. Tukire neighbor, andu aya ni mariaga. Tukikutana sisi tunakula. Because kitu kimoja kimefinyiria vijana ni njaa. Kwa hivyo ukimuita umwambie maneno lakini hakuna kitu unampea, kesho umuite hautamuona. So they meet here every day in this church. Actually they have their prayer room iko pale juu.
Hata wameonyesha Maasai wenye wanalinda hapa kuomba. Hata saa 6 Maasai anaobanga, anasikika na watu wa hii kijiji. Because this program has helped vijana sana. So kitu ya kwanza tunafanya, when they come, we make sure there is a cup of tea and there is a loaf of bread. Wanakula, wanashiba. Na saa ingine tunafanya pate ambayo ni annual, saa ingine tunawachinjia hata a bull. Like last year but one, we had that occasion. Number 2, we also use health professionals. So we have some people who do counseling. They come and speak to them in the angle of health. Kwa hivyo, we also, use a lot of money in making sure that we facilitate the program. Number 3 is the spiritual angle. Spiritual angle ni kumaanisha ya kwamba every time they come, they have to begin with the word of God. Wanaomba na wanasikia neno la Mungu. Wengi wao saa hii, they can preach to you. Because when they come, it is mandatory. Lazima wakikutana, waombe na wanene neno la Mungu. So it has also helped them to grow a lot. Na tumewanunulia kila mmoja wao Biblia. So hakuna mwenye anaweza peana excuse aseme ya kwamba hana Biblia. Na the last one is the financial empowerment. Lakini hii imetushinda sana. Tunaifanya pole, lakini pesa inakuwa ndogo. Sababu kwa muda huu tumekuwa tukitengeneza masabuni, tumekuwa tukijaribu kupanda seedlings, lakini the financial muscle involved inakuwa mingi sana. High Excellency, those are the 4 pillars we use. The first one is the health. The second one is the spiritual, the physical, which is eating, na the financial empowerment. So ile ambayo sana inatukalia sana ni hii ya financial empowerment. Our vision is to have a class whereby we can have skills done to them, so that wanaweza fundishwa kutengeneza different products ambazo zinaweza wasaidia hata wao wajisimamie, or anything else like a course ambayo wanaweza soma, wale wanaweza kusoma. So kama Mungu anaweza saidia, tupate usaidizi wa kurun the program, because it is very expensive. Sisi tumejaribu, lakini tunafika mahali tunawezwa. Now I will go to the word of God. The word of God today, we will think about the seed. Ebu abia jirani yako, the seed. So tumesomewa vizuri leo theine wa ibuku ria Thama chapter 2. Na twathomerwa kuma muhari wa mbere. I'll be very brief. Na haha he na ihinda ria kinyire, na ria kinya gugituika twana tuothe twatuhi turagwo. Mundu fulani akirora akiona andu aya maretwo Israelites